Acha vipi hali? Salama. Tuko umpigia simu muda mrefu nasubiri simu yako mimi nakuja na kuzesha talala. Kwa kweli shem, samahani. Bila samahani. Mamangu kama nilivyokuambia, hii ni sehemu ambayo nimekununulia mimi kwa pesa yangu, kwa jasho yangu. Zawadi yangu kwako. Hata kama ni nyumba ya vyumba 5. Ni vitu vya kisasa, nitumia uwezo wangu, pesa yangu, jasho yangu katika mizunguko yangu ambayo nimeifanya, kwa safari ambayo nimefanya ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo nilikuwa nimejipanga vizuri, nasema kwamba nataka nifanyie mamangu surprise. Nyumba hii imesajiliwa kwa jina lako. Kuna leo, kuna kesho. Hatujui ya kesho itakuwa vipi. Kwa hiyo mamangu, niseme kwamba mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ni katika miongoni mwa ndoto zangu. Kama nilivyokuahidi kwamba nitahakikisha mamangu anakuwa na maisha mazuri. Unaona? Na hadi umetimiza mwanangu. Yaani sawa kadiri na uwezo, napambana sawa na uwezo mdogo, lakini hakikisha mamangu kwa nini nilikuwa na maisha mazuri. Kama nimeona kwamba hakuna kitu ambacho nikupe nini kutokana na fadhila zako kwangu. Sina hiyo uwezo, lakini najaribu katika hivi vidogo ili nipate angalau hata baraka zako inshallah, ili nipate makazi mazuri huko tunapoelekea, maana maisha yapo mafupi sana mamangu. Sasa unasemaje shemeji yangu? Yaani sikukuwa najisikia vizuri hata kidogo. Tatizo ni unaumwa shemeji yangu? Yaani hawezi kuamini hata kufika hapa mama njoo ananidepozi hapa nyumbani kwenu. Ndio. Sababu mimi nimepotea. Hapana. Nipo tu sijisikii vizuri. Sababu gani tena ni matatizo gani tena mpaka usijisikii vizuri? Unaumwa? Afadhali hata ningekuwa naumwa. Yaani kichwa changu hakitumiki vizuri kwa sasa. Tatizo nini sasa? Shamno. Yaani siku zote najisikia kama sijui kwambia kichwa changu hakiko sawa sababu ya ndugu yako. Ndugu yangu? Asadullah. Sasa kusumbua tena hivi tena bado hata kitambo alafu sasa kusumbuana tena. Yaani kusumbua hadi sasa. Tatizo kubwa ni siwezi kusema kama liko kwa Asadullah sana, ila tatizo likubwa ni kwa mama yake. Asadullah hataki kusikia hata kidogo. Gani ukiongelea swali dogo kuhusu mama yake kwake ni mtihani. Tatizo nini sasa? Yaani ndugu yako nambembeleza jinsi yote. Naam. Amchukue mama, twende tumhamishe tumpeleke sehemu nyingine, ila hataki kusikia hata kidogo. Mhamishe mweke sehemu gani? Mnunulia ngine parcel. Ulimnunulia nyumba? Mimi nilikuwa naomba tu yani mchukue mama tumpeleke tu mkosha mtafutia sehemu nyingine ya kuishi. Nenda kaishi kule tutakuwa tunaenda kumuona weekend. Juu nataka niwe na uhuru mimi na mume wangu ndani hata kidogo. Tatizo nini hasa tatizo mpaka sieleweki? Kwa kweli shemu, mimi najisikia kama sina uhuru kuishi na mama nyumbani. Sasa sumbua kitu gani? Mtu mbaya sio hata kusumbua asona atakusumbua kwa kweli. Shemu, usumbufu uko kwenye macho. Ndio. Hapana, yani yule mama ananisumbua ile mbaya. Yule mama ana kero za maajabu sana. Yani nikikuwa nimekaa na mume wangu chumbani, unamsikia. Nikikuwa barazani hivyo, mama yule sijui nikwambia, mama anajiliza kama mtoto mdogo. Ndio. Kila mwanamke anakuwa anahitaji care ndani mwake. Sasa mimi nikimuona mama pale ndani najisikia kama sina uhuru wowote ule. Ndio maana nimekuwa naomba tu tumtoe mama tumhamishe. Nashukuru mwanangu tena sana. Kile unachofanya kile na kushukuru. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambapo alitupa uhai mpaka hivi sasa tuko katika hali nzuri. Ndio nawaombea na wengine wenye hawana wapate inshallah. Amina. Mwanangu nakushukuru sana, sina cha kukulipa. Bali dua yangu tu itakuwa ni heri kwako na baraka kwako. Bila shaka. Mimi kuongea babangu, ni shukrani zangu ni kubwa sana. Labda sioni ila mimi wananifanyia ni makubwa sana. Ama kulipa baba yangu.
Alafu endelee kusuko. Amina, amina. Alafu kufungulie kizazi chema. Amina, amina. Utakaye nzuri dini. Amina, amina. Mungu babangu. Nakushukuru sana mwanangu. Hakuna zaidi ya dua, hakuna zaidi ya dua mama. Maana dua dua yako mimi ni bora kuliko kila kitu katika hii dunia. Sababu kuna msemo wa wahenga wanasema kwamba dua ya mzazi kwa mwanae ni sawa na dua ya nabii kwa umma wake. Ila kuna kitu ambacho nilikuwa nataka labda nifahamu kutoka kwako. Na siku kuna tetezi ambazo nazisikia siku hizi zinanipita sikioni, kama sio mara 2 mara 4, nikaona kwamba uende ikawa serious issue. Wanaambia kwamba bwana wewe hata kama unasafiri sana, mamako hayuko vizuri na mke wako, kwamba kuna ugomvi fulani. Iko vipi hiyo issue? Au ndio zile habari za mjini za kahawa? Ni habari za kahawa zinazoongea. Kweli sicho nasikia kwa nini mchanganya kwa kweli sichi yangu. Sasa hapo katikati msaada wangu nataka upi mimi? Shem, kwa kweli msaada nimekuwa naomba kwako. Nimekuwa naomba sababu najua kama Sadulana kusikiaga sana. Unaweza kumconvince kabisa, yani ufanye jinsi yote umconvince aone kama anaweza kukubali hicho kitu, tumtoe mama nyumbani tumpeleke sehemu nyingine. Sisi kwa takubali sababu huduma itakuwa hizo kama itakuwa ni usumbufu kwa sababu ni kipofu na kushamweka sehemu peke yake tena itakuwa vigumu tena. Hapana, kwa kweli Shem, yani kuhusu huduma wala hamna tatizo hata kidogo. Sasa sababu kubwa na yeye na maana tanipi kwa sababu sikubali. Au mmemwambia vibaya kwa sababu unajua nyinyi nao wanawake mnakuwa na matatizo. Unaweza kumwambia labda akataka katika kumnyanyasa kwa sababu kwa nini? Kwa sababu ile tatizo mimi kama sio tatizo kubwa sana kwa sababu hata mimi siishi na mama yangu. Sio lazima mpaka nikae na mama yangu wewe ndio huko pamoja na mama yako yeye kwa nini hapa? Mimi sioni kama kuna tatizo kusema eti ndio iweze kuwa tatizo mpaka mpelekee kurufishana mkose kuelewana. Kweli, lakini kabisa niko sawa babangu. Watu duniani kazi yao ni kusema tu. Sahihi. Yaani kazi yao ni kusema tu, yani akunyime tongi lakini hata kosa kusema. Mimi niko vizuri kabisa. Mimi sina tatizo. Naishi vizuri. Sina tatizo mwanangu. Samani kidogo. Samani naona baba mkwe huyu mzee Hamdan. Namna baika. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Ndio. Kesho nitakuwa niko nyumbani. Ndio. Ndio. Hamna tatizo, tutakuja kabisa inshallah. Asante sana. Amina, asante sana. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilikuwa ni baba mkuu. Ndio alikuwa ananiambia kwamba anaomba kesho inshallah, kesho tu anatuarifu nyumbani kwake ukweni huko. Kwake? Baba mkuu. Lakini mwanangu, mbele ya yote kabla hujaambia maneno kuhusu labda kuna maneno unasikia. Sasa hivi tena kama singa kuahidi mia kwa mia kwa sababu kila mtu anafikiria na uamuzi wake, na nitajitahidi. Sawa? Lakini naomba kitu kimoja. Nisionekane mimi niko kwa sababu ni swaiba wangu. Pampe. Wasikia wanasema kirudi pampe. Sasa sio uje kumuondoa pale, ni mconvince akubali, alafu baadaye huduma ije kwa tabu. Hapana. Wanawake mlivyo wanawake na nyinyi na mambo matatizo sio. Shemeji yangu. Usijali kwa kweli, sitakuangusha. Hapo kabisa kwa makini kabisa. Usijali kwa kweli. Isionekane mimi nimemwambia ndugu yangu, nimwambie mambo ambayo sio afu labda ataona vibaya afu nitakalo mkuta mimi nitakuwa nimechangia vitu vingi. Shem, usijali wala siwezi nikakuangusha. Nitajitahidi. Siwezi kukuahidi kama nina uhakika 100%. Hapana, lakini nitamuona. Mimi nafikiri mimi kama ndugu yake. Na mara kwa mara huwa napakana nielewa. Sasa sijadi hicho kitu nitakifanya. Alafu nitakwambia matokeo hicho kitu. Au mwenyewe utaona
mabadiliko nyumbani. Shukrani zangu sana na kushukuru mwanangu kwa kuwa umeniuzia nyumba. Umeniuzia fasi nzuri ambapo sikutegemea maisha. Kumbe Mwenyezi Mungu ampa atakayo. Naam. Lakini mimi niko vizuri ningekwambia, lakini niko vizuri. Mimi kama uko vizuri ndio furaha yangu. Sasa unajua mwanao asili yangu sipendagi nisikie habari za mjini. Najua sana. Nataka kanithibitishe habari kwa muhusika mwenyewe. Na pia mimi sipendi kitu cha kukuuzi mama. Sipendi kitu cha kukuuzi baba yangu. Sipendi maneno ya kukuuzi. Lakini binadamu asili yao wanaongea tu sana. Wanachokiona wanakiongea, hawakukiona wakiongea. Wanakunyima tonge la ugali lakini maneno hawakunyimi baba. Lakini mimi niko sawa. Basi alhamdulillah, Mungu azidi kubariki, maana mimi mwenyewe furaha. Sawa, mtashukuru sana. Nafikiri lakini usikuwa na makini na labda uendelee kwa sababu labda au ulimfahamisha vibaya labda ukiwa njia mbaya kwa sababu unajua wanawake nyie unajua inawezekana shemeji na wewe kaenda ukatumia njia zingine kumforce labda katika kwa sababu kama mke lazima ujue tekniki za kumreburebu ili unajua tena unaweza kaenda kaina yako labda kutumia njia ambayo bibi isiyokuwa na ustaarabu akawa imepelekea naye ukasirika kama unataka kumnyanyasa vile. Hapana, shemu kwani sinajua. Ndio, kwa mimi nafikiri kwa sababu mwanaume atakushinda aje kama ukimreburebu. Tatizo mwanaume ukimreburebu tu utafikia atakubali. Nitakusaidia tu. Nitakusaidia kwa kutaka labda nimueleweshe ili aweze kuelewa hadi achukue uamuzi kama kisi unavyohitaji. Sawa, inshallah shemu, nakutegemea sana. Usijashe mji wangu. Mimi hapa mbele nitafikisha tu. Okay, nashukuru kwa muda wako. Naam. Cha basi nikuache kidogo mama. Karibu ngoja kwa utaka umefika hapa siku kirimu ndio hapa sikupata hata krimu umefika hapo ndio basi hata maji utoe suna kwa sababu kwa kweli yani sina tapeti. Au unaswaumu? Usijali ndugu yangu. Sawa, acha basi nikuache nipigie mama simu kama atakuja kunichukua tena nana. Yangu ni kuona huko mamangu uko vizuri. Amina baba. Atubariki sisi wote. Amina. Kwa hiyo inshallah sasa kwani kichuma nimeshakuonesha kisha huko. Hapana baba. Na unaona tu tunakomea kuonesha na kwati mwenyewe hata uone. Sisi tunaelekeza baba. Njoo nikuelekeze. Sasa. Lakini hizi ngombe zipende lakini. Nimezipenda mama. Nikutolea Dubai. Okay, sasa tusiwezi kukataa. Sasa.